وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه imepokewa hadithi hii kutoka kwa Ubada bin Samit au imepokewa kutoka kwa Ubada bin Samit radhiyallahu anhu قال amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah yoyote atakayeshuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah hali ya kuwa peke yake hana mshirika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu na kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake wa anna Isa abdullah wa rasuluhu na kwamba Isa mwana wa Maryam ni mja wa Allah na ni mjumbe wake wa kalimatuhu alqaha ila Maryama na ni neno lake aliloliweka kwa Maryam wa kalimatuhu na ni neno lake kun alqaha ila Maryam alilolipeleka waliloliweka kwa Maryam alimtuma Jibril fanafakhna fihi min ruhina wa kalimatuhu alqaha ila Maryam na ni neno lake aliloliweka kwa Maryam wa ruhun minhu na ni roho itokayo kwake akashuhudia hivyo na kwamba Isa si mwana wa Mungu wala si Mungu bali ni mja wa Allah na ni mjumbe wake wal jannata haqqun na akashuhudia kwamba pepo ni haki pepo ipo wan nara haqqun na kwamba moto ni haki kwamba moto upo adkhalahu Allahu aljanna Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza yeye katika pepo ala ma kana min al'amal ala ma kana min al'amal juu ya hali yoyote aliyokuwa nayo katika amali hapa yahtamilu maanayain yani adkhalahu Allah ta'ala aljanna wa in kana muqassiran wa lahu dhunub Allah atamuingiza yeye peponi hata akiwa ni mwenye kuzembea au mwenye kufanya upungufu na hali ya kuwa yeye ana madhambi lianna almuwahhida la budda lahu min dukhul aljanna kwa sababu muwahhid mwenye kumpokesha Allah hapana budi kwake kuingia peponi na maana ya pili adkhalahu Allahu aljanna wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amali kwa maana ya kwamba Allah atamuingiza peponi na daraja yake itakuwa hapo peponi ni kwa kiasi ile amali yake kwa hiyo adkhalahu Allahu ta'ala ala ma kana min al-amal atamuingiza yeye Allah katika pepo juu ya ile hali aliyokuwa nayo katika amali akhrajahu hadithi hiyo wameipokea maimamu wawili kwa hiyo katika munasaba wa hadithi hii ndani yake kuna fadhila vile vile za tauhid na ni tauhidi ni sababu ya mtu kuingia peponi na kusamehewa madhambi kwa hiyo faida inaonyesha saatu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu ukunjufu wa fadhila za Allah na ihsani yake kwa waja wake kadhalika haitakiwi watu kufanya ifrat wala tafrit fi haqqi al-anbiya was-salihin yani kuvuka mpaka wala pia haitakiwi kuzembea katika haki ya mitume na watu wema tusikanushe fadhila zao lakini pia tusifanye ghuluu kwa wao tukavuka mipaka kama wanavyofanya baadhi ya wajinga kadhalika hadithi inaonyesha kwamba wenye kufanya maasi katika watu wa tauhid hawatakaa milele motoni anna usata almuwahhidin la yukhalladuna fi an-nar mtu azakawa ni mtu wa tauhid akawa asi ikawa ni sababu ya kuingia katika moto wal-iyadhu billah lakini kwa sababu ya tauhid hata kaa motoni milele kwa hadithi hii ukitazama utaona inazunguka katika jambo la fadhila ya tauhid kama alivyo ichagua shekhi kwa munasaba wa mlango huu hadithi imepokewa kutoka kwa Ubada bin Samit na Ubada bin Samit jina lake ni Ubada bin Samit ibn Qais al-Ansari yeye ni Mukhazraj ahad an-nuqaba'i badriyun mashhur katika wale nuqaba 12 waliohudhuria katika Aqaba kule Makka kwa ajili ya kuingia mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kumhamisha Mtume ahamie Madina na kwamba wao watamhami na watamlinda yeye alikuwepo pia Ubada bin Samit na pia alihudhuria vita vya Badri amefariki mwaka 34 akiwa na umri wa miaka 72